Na mtazamaji, karibu kwenye KTN leo michezo. Licha ya kushindwa kujikatia tiketi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki mwaka uliopita, bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 Elijah Manang'oi hajavunjika moyo, huku akiwa na imani kwamba atashamiri mwaka huu. Manang'oi anajiandaa kushiriki mashindano ya Diamond League ya Doha mwezi ujao, huku akilenga rekodi mpya. Msimu wa riadha utaanza rasmi tarehe 5 mwezi ujao jijini Doha katika msururu wa kwanza wa Diamond League. Mshindi wa nishani ya shaba ya dunia Elijah Manang'oi ni kati ya wanariadha watakaoshiriki mbio hizo. Up to this point, I think it's really good. So I'm in a pretty good shape now since when I started the World Indoor this season earlier on February. And my body is responding well. Manang'oi alianza mazoezi yake mapema ili kujiweka tayari kwa msimu huu. Licha ya kuangazia matokeo mema jijini Doha, Manang'oi pia ameweka wazi nia yake ya kuvunja rekodi ya dunia ya mbio za mita 1500. Everything is possible. With determination, focus and concentration, what I know, the record is there. So I just need to focus. Rekodi ya dunia inashikiliwa na Hicham El Guerrouj, lakini kulingana na kocha Bernard Ouma, Manang'oi atafaulu kuivunja rekodi hiyo ya miaka mingi. I've assessed him properly in training and he's got some peculiar features. This is after a lot of research we've done with some scientists from Japan, which I was part of the students, and professor from Japan. Manang'oi ambaye ni rafiki wa karibu wa bingwa wa dunia mara 3 Asbel Kiprop anaangazia sana mashindano ya dunia jijini London mwezi Agosti. Lynn Washira, KTN Michezo. Shule ya Sinyolo imefuzu nusu fainali ya mpira wa magongo kwenye mashindano ya taifa ya shule ya upili ambayo yanaendelea jijini Nairobi. Na katika mpira wa vikapu, Nyeri Baptist pamoja na Kaya Tiwi wamejikatia tiketi ya nusu fainali, huku St Mary's Yala na Upper Hill zikitinga 4 bora kwenye raga. Robinson Okenya na taarifa hiyo. Mashindano ya taifa ya shule za upili yaliingia siku yake ya 3 hii leo, huku baadhi ya timu zikijikatia nafasi katika nusu fainali. Katika mpira wa magongo, mabingwa watetezi upande wa kinadada Sinyolo walipata ushindi wa mabao 8-0 dhidi ya Bura. Sinyolo ambao hawajapoteza mechi yoyote wanadai kwamba wanaazimia kuhifadhi taji lao. Kinadada hao watamenyana na Mesiku kwenye nusu fainali siku ya Ijumaa. Kwenye nusu fainali nyingine, St Joseph's Kitale itachuana na Moi Girls. Hawezi kuja hapa hivi kutarajia kulima watu mabao 4-5, lakini wakitupatia hiyo fursa basi tutafunga kama kawaida. Hiyo ni kawaida ya Sinyolo, tutaipata, hiyo ni yetu. Kawaida sisi watu tumezoea hizo mechi ngumu, maanake sisi tunakuanga na imani. Katika magongo ya vulana, Musingu walipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Ribiero, huku Kisumu Day kilaza Shimo la Tewa bao 1-0. Ribiero itachuana na Upper Hill kwenye nusu fainali, huku St Anthony Kitale kimenyana na Kisumu Day. Katika mpira wa vikapu, Nyeri Baptist ilijikatia tiketi ya nusu fainali baada ya kulaza Chafakali alama 57-50. Nyeri Baptist itachuana na mabingwa watetezi Upper Hill kwenye nusu fainali, huku Laser Hill ikipambana na Kisumu Boys. Kaya Tiwi itakuwa uwanjani dhidi ya Nyamira, na St Bridget ikialika Tigoi kwenye nusu fainali katika upande wa kinadada. Katika raga, mabingwa wa Afrika Mashariki Kakamega watachuana na Upper Hill kwenye nusu fainali, huku Laser Hill ikijitosa uwanjani dhidi ya St Mary's Yala. Mashindano haya ya taifa ya shule za upili yanatarajiwa kuingia raundi ya nusu fainali hapo kesho. Lakini kwanza macho yote yataangazia riadha ambayo itaandaliwa katika shule ya Nairobi School. Robinson Okenye, KTN Michezo. Na mtazamaji, shukrani sana kwa kuungana nasi kwa awamu ya kwanza ya taarifa zetu za KTN leo. Bila shaka imekuwa fahari yetu sana kuwa nawe, lakini usiende mbali, manake katika awamu ya pili tuna mengi zaidi kukupeleka katika ile maeneo ambayo bado kura zinaendelea kuhesabiwa, kwingine uyapate